alikuwa wa kwanza. Kuna sauti ubaki, sauti ya kiza. Habari yako? Kwema kabisa. Habari ya wewe? Amba naendaje? Hapo kituoni shilingi ngapi? 3000. Haupunguzi? Inshi ya mafuta tena? Basi sawa, wao pigie jamaa hapa simu tuone. Halo. Afande Ezekiel, habari yako? Salama, kwema? Kwema kabisa. Niambie kaka. Za majukumu. Nzuri tu, niambie. Sawa. Sasa nilihitaji tukutane kuhusiana na lile swala. Kuhusu hilo swala la mtoto kupotea. Nilikuwa na mpango nije huko kijijini. Lakini kuna kazi nyingi leo zimenielemea hapa kituoni. Sasa kishafika hapa nipigie simu. Basi sawa, nakuja sasa hivi hapo. Sawa. Haya. Basi twende unipeleke. Tembea. Naona tutembea. Haya. Brother Joseph, shikamo. Marhaba, kwema? Kwema. Mambo vipi? Salama. Eti. Ndio naelekea. Ndio naelekea huko. Basi sawa brother. Haya. Tutaona. Tutawasiliana. Afande Ezekiel. Salama. Safi kabisa, kwema. Habari ya wewe? Ni kweli nimefika muda kidogo. Ndio. Lakini hamna shida. Bila kupoteza muda, Afande Ezekiel, nimekuita kwa swala moja ambalo liko hapa kijijini kwetu. Nadhani unalifahamu kuhusiana na huyu mtoto aliyepotea Kito. Ndio. Sio, unanielewa Bila shaka. Huyu Kito huyu hapa kijijini kumekuwa gumzo hatari sana. Kwa sababu upoteaji wake umekuwa ni wa kutatanisha. Na namna na taarifa zilivyofika kituoni, tumepokea taarifa, lakini ili swala kila tunavyoliangalia liko kishirikina zaidi. Kwa nini nasema liko kishirikina zaidi? Kwa sababu huyu mtoto mpaka muda huu tunavyoongea wote amekuwa akijitokeza usiku na sauti za ajabu sana. Nasikia mara akiita, mara ameshaua kadhaa, amebaki hivi, na tunavyoongea hivi hata mama yake tayari tumeshampoteza, tuko naye duniani. Sasa kulingana na hali inavyoendelea hapa kijijini, kwa wote tunaamini kabisa kwamba hili swala ni la kishirikina zaidi. Na tumejaribu kukaa na wanakijiji wenzangu hapa, tukashauriana, angalau tukaona nikuite, nikujuze kulingana na wao walivyo afikiana kule, ili uweze kufanya nini kuachana na hili swala. Tuna imani kabisa kwamba kulingana na taratibu za kiserikali yetu zilivyo, hauamini sana kuhusu ushirikina. Lakini sasa namna lilivyo hili swala, afande, ili liko kishirikina zaidi, mungeachana nalo tu. Nimekuelewa, lakini hapo ndugu yangu bwana Joseph. Ndio. Kuhusu kuliacha hili swala likishafika kituoni kononi mwa polisi, kusema tuachinalo sasa hivi sio kazi ndogo. Hapo mimi mpaka nikae na wakuu wangu wa kazi
tujadiliane, tujue ni namna gani tutapata utatuzi wa hili swala, kwa sababu yule aliyopotea ni mtoto, ni binadamu kama wewe. Yule sio mbuzi, sio mnyama kama wanyama wengine. Sio, umeelewa ndugu yangu? Kwa hapo sasa cha kufanya nikakae na wakuu wangu wa kazi, niwaelezee ili na wao watafakari, waniambie nini cha kufanya, na tuwezi kufanya kama unavyosema wewe. Ila kusema tu nilipotezee hewani hivi, mimi kule nitakuwa na hatia. Ni kweli unachokisema, lakini naomba nikukumbushe kitu kwamba unajua, angekuwa ametekwa na watu au angekuwa ameliwa na wanyama wakali, sidhani kama hiki kinachoendelea hapa kijijini kingekuwa kikijitokeza. Ili swala liko kishirikina zaidi, na ndo maana nakwambia mpaka muda huu tunavyoongea, ina maana liko katika kulipiza kisasi. Kwa hiyo mpaka muda huu tunavyoongea hivi, ili swala mimi nilishauri tu mwachane nalo, liko parefu zaidi, kwa sababu sauti za huyu mtoto zimekuwa za ajabu. Hapa usiku hatulali, inapofika usiku tu kila mtu anaanza kufikiria leo kutakuchaje. Kwa hiyo mheshimiwa afande, uhalisia huko hivyo, na namna sauti inavyokuwa ikija na tunasikia wote hapa, hata ukiuliza mmoja, kila mtu hapa kijijini atakueleza, ni hali inatisha kabisa. Watu usiku, ikishafika usiku, kila mtu anakuwa na wasiwasi, kunakuwa shida. Tunanielewa afande? Ndio. Kunakuwa shida kabisa. Kwa hiyo yani imekuwa ni tatizo kubwa sana, na tuamini tu kwamba huyu mtoto yuko amefariki kwa namna moja au nyingine. Kizaidi ni ushirikina uliotawala hapo katikati, lakini sawa, kama serikali haiwezi kaamini uchawi, ila nachotaka kukwambia uchawi upo, na hili liko kichawi zaidi. Sawa kaka, lakini sasa hapo tufanye uchunguzi wetu, tujue kama kuna namna fulani tutawasaidia ili kufuta hii kesi, kwa sababu sasa jambo lishakuwa kubwa. Sawa sawa. Na yule ni mtoto, ni binadamu. Sawa sawa. Hatuwezi kupotezea tu kama vile tumepoteza mbuzi. Sawa sawa. Sasa tutafanya uchunguzi wetu. Umenielewa? Hapo nimekuelewa afande. Kazi sana. Usijali ndugu yangu. Haya. Nashukuru sana. Basi sawa. Sawa sawa. Salim, hebu njoo. Mjomba. Naam. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Sijambo. Habari ya wewe? Nzuri tu. Kwema kabisa. Unaelekea wapi? Nilikuwa nashuka mara moja hapo kwa rafiki yangu. Basi samahani kidogo nikusumbue, uende pale nyumbani kwangu umpelekee huu mzigo mama yako. Mpelekee sasa hivi ndio uendelee na mambo yako, sawa? Basi sawa. Haya. Uliniacha.
Mbona yupo sasa? Au kaenda wapi? Au kuona vizuri? Kabisa hapa yuko chini. Sasa usikilizeni, sawa? Nyie nendeni nyumbani. Hii hali ya kijiji chetu sasa hivi imeharibika sana. Nendeni mfike mtulie kabisa na msitoke, kwa sababu hali inatisha sasa hivi. Mmenisikia? Eh. Haya. Usiku ukinyamaza, kuna sauti ubaki, sauti ya kiza kito. Mamdogo. Mamdogo. Usijali. Najua umekuja kwa ajili yangu. Ngoja nikamilishe kazi yangu. Nitarudi. Kuna siri na milio machoni mwa watu, hofu imejaa, lakini kivulini kuna mmoja anasimama, anaenda gizani bila kuonekana. Majeruhi moyoni bado hayajapona, anatafuta ukweli uliofichwa ndani. Kuna sauti ubaki, sauti ya kiza kito. Kito. Kwa mwenyekiti kufanya nini? Juma Kafa. Wapi? Jengo la zamani. Basi sawa, mwisho wake mvua ikinyesha, damu barabarani, ndoto zinageuka kuwa majeraha ndani, marafiki wamekuwa. Kuna sauti ubaki, sauti ya kiza kito. Usiogope, mimi ni bibi yako, kiza baba yako. Unaona hawa? Vijana karibuni. Nasemaje? Mzee, sisi lengo la kufika hapa tunakuja tusaidie jambo moja. Ndio. Jambo gani? Nadhani hata wewe mwenyewe unafahamu maisha yetu ya hapa kijijini. Kwa sisi bana ni yetu tupate pesa. Na nadhani unafahamu kuwa sisi tutakuja kuhitaji tuwe na wake pamoja na watoto. Mbali na hivyo tunahitaji tupate hata magari. Umeona? Kwa lengo la kuja hapo utusaidie sisi tupate utajiri. Najaribu kuona kwenye dila yangu hapa
Mnatafuta utajiri sio? Ndio mzee. Masharti mtayaweza? Ndio tutaweza. Kweli? Naona woga kafara mtaweza kuitoa? Ndio tutaweza mzee. Kweli? Ndio mzee. Sasa basi, nisikilize vizuri. Kama masharti mtaweza na mtatimiza, mwende mje kesho asubuhi, ili mimi niendelee kuangalia na jinsi gani ya kuwasaidia. Sawa? Sawa. Nilele sasa. Vijana wanaonekana oga hawa. Tutajaribu kuona, tutawashughulikia. Ulikuwa wapi na kuita kote kule? Nilikuwa nimecheza. Yaani mimi ndo nakuita midomo mitatu ulikuwa unisikia au? Aya, ingia ndani, kachukua ndoo ufate maji kisimani. Sasa hivi. Fanya haraka. Hawa ndio walioshiriki kutaka kuua. Na kupa nguvu. Nenda kalipize kisasi. Jirani, acha basi kuwa nawaza hivyo. Utawaza hadi lini? Yaani jirani, utakonda sana. Kwa hiyo mawazo mengine tu yaache. Haya yameshapita. Nyie ndugu zangu mnasema haya mambo yaliyonikuta, yani lazima niumie moyoni. Yaani Kito kapotea kwenye mazingira kutatanisha na hatujui kwamba huyo mtoto kwamba yuko wapi. Mpaka leo hatujui. Alafu istoshi na mama yake pia. Na sijui ni yani hapo najuza mambo mengi sana. Mama yake mwenyewe ndo kama unavyomuona. Yaani ni lazima niumie ndugu zangu. Ni lazima niumie. Sawa, lakini muda mwingine unavumilia tu. Utaumia mpaka lini? Sio jambo la kuumia leo ndugu yangu. Na halitofutika leo kwenye akili yangu. Tunajua hili jambo jirani linatatanisha sana. Mama, yule pale. Mamdogo. 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 Ni mimi njoo. Ni mimi Kito. Kito, ni wewe? Mimi mama, kwani kuna nini? Mama yuko wapi? Kito, ni wewe kweli mwanangu? Mimi mama. Njoo mwanangu. Usiku kinyamaza, kuna sauti ubaki.
sauti ya Kiza. Kito. 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 Mtaa umejaa moshi na vilio, kila kona kuna siri na milio. Machoni mwa watu hofu imejaa, lakini kivulini kuna mmoja anasimama. Anenda gizani bila kuonekana, majeruhi moyoni bado hayajapona. Anatafuta ukweli uliofichwa ndani, kati ya mapepo ya dunia na roho za zamani. Na kila tone vita, kila pumzi ni fumbo.